unajua huko nilikotoka kuna kaka niliyokutana naye. Yaani huyo kaka jinsi alivyovaa na viatu vyake alivyovaa, unajua anachekesha. Hongera. Sasa Beatrice, hongera ya nini? Yaani ungemuona huyo mwanaume, kusema kweli ananiambia mimi eti ananipenda. Nakwambia Beatrice, ungemuona ungecheka sana. Tena ungemwambia vile sio vitu vyangu mimi. Ndio maana nikakwambia hongera, umekutana na kitu kinachokuchekesha. Eti kinanifurahisha tena. Sio hivyo Beatrice. Kwanza mwanaume simpendi. Yaani unajua anachoniambia, eti ananiambia kwa ananipenda. Haya, tuachane na hiyo story yako iliyokufurahisha. Nikupe hiyo story yangu hapa. Huyo Junior shoga. Mwanaume. Kafanya nini tena? Afanya kipi kipya? Ana mwanamke mwingine. Mwanamke mwingine? Ana mwanamke mwingine. Jana hiyo nikatoka zangu hapa, kaniita vizuri kunipa habari, alienda kwa mama yake, kampa taarifa mama yake nataka kunioa shoga yangu. Basi nikafurahi mtoto wa watu. Shetani hajawahi kukaa mbali na furaha yangu. Ilikotoka hiyo message ya yule mwanamke niliona. Yaani unavyoniambia hivyo, yaani ni kama vile unanienjoy vile. Junior si anakupenda sana yule. Ndio hivyo lakini siamini. Haya, wakati nataka kuamini, twende tukaongelee ndani. Yaani siamini kabisa. Noel. Hivi ukitoka hapo unaenda wapi mwanangu? Kama kawaida yangu. Nyumbani. Oya. Leo kuna game rafiki yangu. Twende tukacheki basi. Afu unajisaulisha sana. Mimi na game wapi na wapi? Wewe mtoto wa kiume wewe. Utalala tu ndani wakati leo yani kuna mechi, bonge la mechi. Da. Karibu. Asante. Karibu. Asante za sahihi. Asante. Mwaletea miogo hii hapa. Asante. Naenda. Okay, sawa. Chukua namba, changamka. Mtoto wa kiume. Poa. Domo zege. Au nichukue mimi? Hapana. Sister? Samahani bwana. Bila samahani. Sidi namba basi. Basi sawa. Cha kwanza nashukuru kwa kusimama. Alafu kitu kingine,
sisi ndo wenye mtaa. Sasa nilivyoona mali mpya kama wewe, nikasema bwana atanipiteje hivi bila kunisalimia. Sasa salamu zetu ni hivi. Kwa muonekano wako nimetokea kukubali. Sijui unaitwa nani? Sasa mimi nikwambie. Ulikotoka uko umetuma? Hapana. Ngoja nikupe sifa moja. Yaani warembo kama nyinyi. Kwanza naomba nikuulize. Mimi na wewe tunaendana? Mimi na wewe hatuendani hata kidogo. Nadhani hata mwenyewe umelijua. Kwanza kwa hilo shati lako ulilovaa kama dela. Na mimi nilovaa ile dela yangu. Si tunaonekana watu wanawake. Kwanza mwanaume mwenyewe mfupi. Huendani na mimi hata kidogo. Mrembo. Kaka nimesema sitaki. Shati kali. Sihitaji. Pita nenda. Umtao ni mwenyeji. Mrembo tusikie huko. Keleza mwizi zinashikana nini tena hapa? Ukinifuata, ukigeuka nikiondoka, ukileta hizo mbagala zako kunifuata na kuitia keleza mwizi. Nilijua tu bwana. Kwa pigo gani ulizonazo hapo mimi nimekuita tu mrembo ili ujae tu kwenye 18 zangu. Sasa kwa taarifa yako, mimi ni mtoto wa mjini hapa. Na hiki kitaa kinanifahamu mimi nani. Ili ujue kwamba sisi ndo wazee wenyewe. Pigo zangu hizo hapo. Ala. Yeye nilijua tu kwamba zile sio pigo zangu. Make kwa swaga niliyopiga hii, asingeweza kuruka. Yaani ungeingia kwenye 18 zangu, ningekupa na za nyongeza. Nimekuita hapa, nahitaji msaada wako. Naomba unisaidie. Najua fika wewe ni rafiki yake Beatrice. Hata kipindi na uhitaji Beatrice, nilikuwa nawakuta nyinyi wawili. Na nimemkosea Beatrice. Kumbe unatambua hilo, kwa umemkosea sana. Unajua Beatrice sasa hivi yupo kwenye hali gani? Maya, ni shetani tu. Ni shetani? Lakini sikutegemea kama naweza nikamkosea hivyo. Hivi, kwani wanaume mnapenda sana kumsingizia shetani? Beatrice alikuwa ni mtu ambaye tukikaa tunafurahi tunacheka. Sasa hivi acheke. Muda wote ana huzuni. Dole. Mambo. Safi, karibu. Asante, pole na kazi. Asante, karibu. Oh, asante. Nimechoka. Umezunguka sana? Nimezunguka sana. Si unajua tena mpaka upate hii rangi. Karibu tena. Shoga yangu, kitambaa kizuri. Ndio hiki. Ni kizuri kwa kweli. Kizuri. Inabidi waambie na wenzio kwamba kimeshafika. Mje mchukue. Kwani hawajachukua? Hawajachukua. Mbona kama jole imekatwa hii shoga yangu? Haijakatwa, nimekuja kukuonyesha rangi na nikuachie. Mimi nikaendelea mambo yako na uambie wenzio. Hamna shida. Huyu naye mfungufu kwanza. Kitambaa ni kizuri. Kizuri shoga yangu. Ndio ulisema shilingi ngapi vile? 7,000 tu ndugu yangu. Ile hapo tu unapokupendea. Yaani utataka kitu kikubwa. Mimi bei yangu ni 7,000 tu basi natosha. Si jana ulipita kule kwa mama nani yule mtaa kule?
Yule mama nani yule? Kwa mama Musa. Nahisi ndo huyo. Si mume wake mkandarasi? Oh, si anakaa pale. Sofi! Njoo bwana. Njoo ndugu yangu. Dada salama, karibu. Karibu. Sofi, unaenda wapi? Umeanza. Sio kwamba nimeanza. Unaenda wapi? Nenda hapo juu. Sasa nisubiri dakika hivi mbili. Kuna kitu naongea naye huyo hapa. Twende sehemu fulani hivi. Sasa mna haraka. Nisindikize kudai madeni mwenzio. Sina haraka ndio nikusubiri. Basi kama niko nitakutafuta kwenye simu. Ila umependeza. Asante. Sawa. Mbona unaongea kama vile labda una mtu vipi? Ngoja kwanza. Unamjua? Hata simjui, ndio kwanza namuona leo hapa. Sio umesema mdogo wako wewe hapa? Ndio maana kuuliza unafahamu. Simfahamu. Shukrani kuna nini? Binti anipenda huyo. Huyo ana ndoa yake nzuri. Yaani mume wake kampangishia nyumba nzima. Usiniambie. Lakini sasa yuko busy na vijana vya gereji. Vijana. Kusema ukweli umemkosea sana rafiki yangu. Umemkosea sana. Maya, sema hivyo basi. Naomba uwe upande wangu. Namhitaji Beatrice. Alafu mbaya zaidi, hata mama nimemwambia kama nahitaji nimuoe, na mwanamke mwenyewe ni Beatrice. Hata yeye pia aliniambia kuwa alihitaji anipeleke kwao. Alifurahi sana rafiki yangu. Na kwa nini umsaliti? Maya, naomba msaada wako Maya. Basi sawa. Sawa, usilie. Mimi nitawasaidia, mtakuwa pamoja tena. Ninachotaka tu mimi rafiki yangu awe na fulani, muone tena akiwa anacheka. Maya, unaniahidi kweli? Nakuahidi, niamini. Nipo tayari kutafutia zawadi yoyote ile, japo siwezi nikaisema. Zawadi ambayo utanipa mimi, naomba umpe rafiki yangu, umfanye awe na furaha siku zote. Hapana, itakuwa kwa ajili yako. Sababu utakuwa ni mtu ambaye utakuwa ni msaada mkubwa sana. Nampenda Beatrice. Nimekuelewa. Vijana wenyewe ukiwaona sasa. Kichefu. Na wewe hebu acha uongo basi. Ndio maana mimi unanikeraga, niacha niondoke zangu bwana. Subiri kwanza, usiondoke shoga yangu. Lakini kama ana ndoa hapo ana chiti, basi kuna shida. Eti anapewa vizuri huko nje. Sijui anapewa nini, mimi hata sijui. Nimeongea naye sana. Hataki kunisikiliza. Kwa hiyo nimeamua kumwacha hivyo hivyo kama unavyomuona. Umejuaje? Nimejuaje? Sasa alikuja kuniambia mwenyewe, kuniomba ushauri. Nini? Wewe na yule mambo yenu mnajuana. Mimi namfahamu vizuri, ndio maana tuna wewe ambaye ndo ilikushinda wewe. Sijui. Nisiongee sana kwa sababu na nyinyi wale wale bwana. Bwana mimi kuhusu wanaume hata unishauri kitu. Kwa sababu ninawajua to Z. Uenda huyo mdada sawa, mume wake anampa kila kitu lakini kitandani zero shoga yangu. Ndio hivyo, mtoto ana cheat na mume wake anampa kila kitu. Sawa, cha ajabu nini labda? Wewe cha ajabu ni kipi? Mimi hapa nikipata bwana. Simchiti ili mali tu ananihudumia, ananipenda, ananijali. Ila masuala ya kuchiti kama mwenzangu. Ndo hadi upate sasa. Ila na wewe hapo najuta tu kukuambia, maana wewe mwenyewe hapo uliachaga ndoa yako. Ila rafiki yangu unanichekesha. Hapo nikwambie kitu. Shida yako jua nini? Ngoma hujaicheza. Siku zote mtu ambaye hajaingia ngomani hajui utamu na ubaya wa ngoma.
Ingia uone shoga yangu. Unaongea kwa sababu hujacheza. Unajua siku zote kama moto umewasha hujaungua hujui uchunga moto Wewe kwenye ndoa shoga yangu hujaingia. Kwa una haki ya kusema kwamba ana chiti maana anafanyaje? Haya, anapewa kila kitu. Labda kitandani hatoshelezwi. Ila mimi huu mdomo kwa kweli najuta kukwambia hichi kitu, lakini nikwambie tu maji ya bahari huchafuka kipindi cha mvua. Wewe nenda tu. Na huyo bwana unamtaka. Lakini fahamu. Sikiliza. Akimwacha tunaingia. Mwanamke jeuri dawa yake wewe tena. Chukulie mumewe. Nilijua shoga. Kwaheri ndugu yangu. Ila kuna watu jamani. Kwaheri. Wewe tena. Wacha we. Haki ya Mungu mie tena. Kumbe kumsema kote huku mwenzie kumbe anamtaka bwana. Ngoja aingie kwenye ndoa, jua hiyo ndoa ni tamu au la ipoje. Hivi Joni, ina maana wewe safari zako hazina hata likizo? Kiasi kwamba kila muda unakuwa safarini. Ni kawaida sana hilo. Unajua mwanaume akishaoa lazima wajibike na ndoa yake. Usipowajibika basi wapo ambao watawajibika kwa ajili ya mke wako. Kwa hiyo mimi kwangu hilo ni kawaida sana. Sawa. Tunajua kwamba mwanaume akioa lazima wajibike na familia yake. Ila yani ndo ina maana ukiwa kwenye safari simu zako hazipatikani. Hata mara nyingi nikija hapa nyumbani namkuta tu shemeji. Nikisema labda niongepo na rafiki yangu haupatikani. Hili tunashindwa hata kuelewa kwamba ina maana wewe huna hata moyo wa kutumisi ndugu zako, familia kiujumla. Bana Rajabu na wewe una mambo. Sasa mimi kwa mfano kazi zangu nafanyia Malawi. Maana yake ukitaka kunipata kule lazima uwe na simu kubwa, utumie WhatsApp ndio tunaweza tukawasiliana, lakini hivi inakuwa ni ngumu. Halafu kitu kingine, yani mimi lazima nihangaike nitimize jukumu langu kwa mke wangu. Kama nilivyokuambia, yani mwanamke ni mtu mwenye tamaa sana. Sasa mimi sitaki mke wangu nimuingize kwenye majaribu. Upo sahihi, kwa sababu kila mwanaume anapaswa kuwajibika kwa ajili ya familia yake. Na isitoshe familia nyingi sasa hivi hakuna mwanaume anayependa mke wake atoke nje ya ndoa. Ndio maana tunapambana sana ili kutimiza majukumu ya ndoa zetu. Na hapo unachokifanya ndugu yangu ni kizuri, lakini muda mwingine inatupasa tu tunakutana, tunapiga stori, tunazikumbuka hata familia. Kwa sababu kila siku mimi nikija hapa namkuta shemeji, na bahati nzuri umepata mwanamke. Kwa uvumilivu alionao mke wako, laiti wangekuwa wanawake wengine, yani tungekuwa tunazungumzia mimba ambayo sio ya kwako. Kwa sababu wanawake wengi sasa hivi wamekosa uvumilivu kwenye ndoa zao. Kila muda wanawaza hela. Hasa mwanaume akiwa bize sana, na wao wanakuwa bize sana na mambo ya nje. Hongera tu kwa kupata mwanamke bora ndugu yako. Vipi ndoa yako? Ndoa yangu iko safi na tupo vizuri. Yupo mwindi? Ataenda wapi tena? Vizuri sana. Karibu, mimi nimesharudi. Odi. Odi. Karibu. Wewe tena? Juni, umefuata nini hapa? Na shida na Beatrice. Beatrice yupi? Nakuuliza umefuata nini hapa? Naongea na wewe.
Nina shida na mdogo. Mwanaume usiokuwa na haya, hata aibu huna. Umemwacha mdogo wangu kizani kwamba hatapata watu wengine. Huna sura, huna pesa, huna muonekano, hata nguvu za kiume mdogo wangu anakustiri huna, na bado unaendelea kuitesa akili ya mdogo wangu. Hivi wewe unajikuta ni nani labda? Naongea naye Junior. Shemeji nani? Shemeji kutoka wapi? Shemeji wa nani labda? Kwa ndugu yupi leo? Au mimi nimeolewa na babako au kakako? Tena ukome kama ulivyokoma kunyonya kwa mamako. Sijui unanielewa? Na huu mguu leo leta ngwambala zako hapa. Iwe mwanzo mwisho kuja hapa. Dada nini nawe? Dada kitu gani? Hebu ingia ndani huko. Hebu ingia ndani. Junior. Yaani kuanzia leo hii hizi kwato zako ulizozileta hapa mbalangania zako hizo. Sitaki kuja kuziona. Iwe leo wala kesho na siku endelevu. Na hata mizimu ya kwenu ifufuke. Sijui unanielewa? Na ufute kumbukumbu kwamba ushawahi kuwa na mahusiano na binti anayekaa kwenye huu mji. Unanielewa? Oh.